Umewahi kutembea kwenye maisha unajisikia kwamba wewe una ukuu lakini unashangaa hauendani na uhalisia? Umewahi kutembea kwenye maisha kama hayo? Moyo wako unafahamu kwamba wewe si yule ambao watu wanakufahamu. Moyo wako unafahamu kwamba wewe ni mtu mkuu lakini uhalisia unapingana na wewe. Nini kinatokea? Ni kwamba hiyo nguvu uko nayo tayari, wala haikufu wa Mungu juu ya maisha yako kama utukufu utakuwa umeubeba ndani yako na haujadhihirishwa. Andika hicho kitu. Naanza mdogo mdogo nielewe. Kuna watu wengi ambao mmekuwa mstari wa mbele kushare maono na watu, namna ambavyo Mungu anasema na wewe, namna ambavyo utakuja kuwa mtu mkuu. Ni kweli umeona maono, au mwingine umeota ndoto usiku wa manane. Lakini kama hiyo ndoto itaendelea kuishi katika ulimwengu wa ndoto, isiweze kudhihirika, ni nonsense. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa kuonekana. Bwana asifiwe sana. Huu ni ulimwengu ambao ni wa udhihirisho. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anaweza kaona amefunga ndoa kwenye ndoto, si ndio? Kwa nini inamaanisha ameshafunga ndoa? Kuna mtu ushaona unaendesha gari, si ndio? Kwa nini ukiota ndio imeshakuwa? Si hapana. Sasa andika hivi. Hatima inaweza kuwa na wewe ndani yako, lakini kama haitodhihirika, then maisha yako yatabaki kuwa ya mateso, ingawa wewe ni mtu mkuu. Iko siri ya kuweza kudhihirisha ukuu ulio ndani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Na ili ukuu uweze kudhihirika, huwa unasubiri siku fulani maalum sana. Hiyo siku inaitwa siku ya udhihirisho. Sema siku ya udhihirisho. Biblia inasema kwamba naye neno kavaa mwili, ningesema kwamba naye neno akadhihirika. Alikuwa amekaa rohoni kwa muda mrefu. Nabii zikaandika kwamba atazaliwa na Bikira Mariam, atakuwa ni Mungu mwenye nguvu, lakini as long as alikuwa hajadhihirika, hatakuwa kuona utukufu. Anasema tuliona utukufu baada tu ya kufanyaje? Amedhihirika. Ninakutabiria leo kwa jina la Yesu, kila ukuu uliobeba unakwenda kudhihirika kwa jina la Yesu. Hii siku ya leo tunaibatiza iwe ni siku ya udhihirisho wa hatima ya mtu kwa jina la Yesu Kristo. Sio kama unanielewa? Kama unanielewa. So, tuna hatima za aina mbili. Kuna hatima iliyofichwa. Ipo, sio imeibiwa. Ipo lakini imefichwa. Wapi? Ndani ya mtu. Anakuwa na sense, anaifeel. Anakuwa anaelewa yeye ni mwimbaji mkubwa, lakini uhalisia wa uimbaji mkubwa hatuuoni. Bwana asifiwe sana. Wakialikwa waimbaji wakubwa, yeye hayumo, lakini ndani yake anafahamu kwamba yeye sio mwimbaji wa nini? Wa kawaida. Mwalimu wenzako, huyo mtu ni wewe?